Na katika upinzani ni kwamba aliyekuwa naibu wa rais Rigathi Gachagua siku ya Jumatatu alionyesha hiari ya kujitosa kwenye uchaguzi wa urais wa mwaka wa 2027. Hatua hii imeibua maswali iwapo Gachagua yuko ndotoni ikifuatia kubanduliwa kwake ofisini, kwani inaaminika hawezi kuwania wadhifa wowote hadi mahakama ibatilishe kubanduliwa kwake. Mwanahabari wetu John Ouma anatupa taarifa hii kwa kina. Kinyang'anyiro cha ikulu kinazidi kupamba moto. Hivi punde akiwa ni aliyekuwa naibu wa rais Rigathi Gachagua kutangaza azma ya kuwania urais mwaka wa 2027. Sisi hatuwezi kosana. Sisi tutaketi tutoe mtu mo. Kama ni mimi nitatolewa. Si mtu nitapeleka kama baisikeli ya kuibiwa. So, na tunasema we'll agree. Kama ni mimi au wengine wote wataniunga mkono. Hatua hii imeibua hisia mseto miongoni mwa wananchi, wengi wakisema Gachagua anaota ndoto za mchana, wakieleza kuwa kufuatia kubanduliwa kwake afisini miezi michache iliyopita, kiongozi huyo hawezi kuwania wadhifa wowote ule. Itakuwa afueni kwa Gachagua kujitosa kwenye kinyang'anyiro cha urais iwapo tu mahakama itabatilisha uamuzi wa mabunge zote mbili. Isitoshe, wapo wanaoamini Gachagua atakuwa debeni, hii ikifuatia maamuzi ya mahakama ya rufaa kuwa jopo la majaji watatu wa mahakama kuu lililomruhusu Profesa Kithure Kindiki kuchukua nafasi yake Rigathi Gachagua lilibuniwa kinyume na sheria. Swali ni je, kuna uwezekano wa Gachagua kuwa debeni kwenye uchaguzi mkuu ujao? What you call his re-energized remarks is that I think everybody has a right to dream. We all dream of different things every day, and the last thing as a man you can lose is hope. He is hopeful that somewhere down the line something will happen. Whether it will happen, we don't know. It is possible for Rigathi Gachagua actually to be on the ballot. But that possibility is very slim and in fact nearly immaterial, just like a snowball's chance in hell. For this reason, that the matters about his impeachment at the High Court, which are on course, will have to be adjudged and perhaps go all the way to the Supreme Court, to the Court of Appeal, and then all the way to the Supreme Court. He should pray to the winds and to the heavenly dwellers, if at all he prays, that actually the Supreme Court thwarts or throws a wet blanket on the issue of the impeachment. Viongozi wa upinzani kama vile Kalonzo Musyoka, Martha Karua na Fred Matiang'i pia wanaelekeza macho yao kwenye kinyang'anyiro hicho. Je, iwapo vikwazo vinavyomwandama Gachagua vitaondolewa, uhuru huo utakuwa na athari gani kwenye mrengo wa upinzani? What he has faced, being buffeted by the winds of impeachment, if at all that is clear to run, he will not want to play second fiddle. He does not want to present fate another chance of impeachment in the future. Which therefore means that he will only go for the top seat, not any other. He will scatter the entire opposition and play the main tactics so that by the end of the negotiations, is the one most organized, possibly most resourced, and with the most votes. Na iwapo Gachagua atakuwa debeni, je, anaweza kuwa tishio kwa Rais William Ruto? A scattered opposition, a fragmented opposition is a political blessing to President William Ruto. Kilicho wazi kwa sasa ni kuwa umoja wa viongozi hawa ndio utazidisha nafasi zao za kupimana nguvu na Rais William Ruto. Nikiripotia michipuko ya wiki ya 103.9 MUFM, jina langu ni John Ouma.